Askofu Josephat Gwajima ambaye baadhi ya watu sasa wanamuita jasusi la mbinguni kutokana na umahiri wake mkubwa wa kukwepa jitihada endelevu zinazofanywa na vyombo vya dola kumtia nguvuni, lakini pia kukwepa mitego mbalimbali inayowekwa na watu wasiojulikana ambao inaelezwa kwamba wana mpango wa kumteka. Sasa jana Askofu Gwajima alimshukia vikali mchungaji mmoja anayefahamika kwa jina la Richard Hananja. Bila shaka utakuwa umeshamuona au kusikia kazi za huyu mchungaji Richard Hananja ambaye mara nyingi amekuwa akiwasilisha neno la Mungu kwa njia ya vichekesho. Kwa hiyo pengine ni maarufu zaidi kwa vichekesho kuliko huo uchungaji. Sasa jana aliongea na waandishi wa habari huyo Hananja, na katika press conference yake kwa kiasi kikubwa alimshutumu Askofu Gwajima, na haikuchukua muda mrefu kabla ya Askofu Gwajima kujibu mashambulizi. Hebu msikilize kwanza huyu mchungaji Hananja. Kama kuna taharuki ya watu wameuawa, watu wametekwa, na yeye anayesema pia analeta taharuki, tutafikia wapi? Kila mmoja akisema kwa namna yake. Kweli watu wana hasira, kweli watu wana uchungu, lakini uchungu wetu uende kwa maarifa na hekima. Zipo mamlaka. Kwa mfano Josephat Gwajima, simsemi yeye, lakini nasema kwa mfano yeye ana nafasi kubwa, yeye ni mneki. Ana nafasi kubwa ya kuwa karibu na kiongozi wa nchi. Tunampeleka kama mchungaji aseme kwa sababu yuko karibu. Mneki ni nafasi kubwa sana. Yeye ana nafasi kubwa na kwa kiongozi wa nchi, ana nafasi kubwa bungeni. Haya mambo hayahitaji kumzomea mtu. Ikitokea changamoto hatupaswi kuzomea, kutoka nje kuzomea. Una nafasi ya kuwa karibu na mheshimiwa rais. Na ndio maana ya sisi hata viongozi wa dini kuwapeleka viongozi wetu wa dini wenzetu wafike pale mahali ambapo wanaweza kusema karibu na kiongozi wa nchi. Huwezi kusema mtu mwenye nafasi kubwa kama sisi ya tu unasema tu wewe una nafasi kubwa. Gwajima ana nafasi kubwa, mneki. Gwajima anakutana na mheshimiwa rais wakati wote ule. Mimi siwezi kumpigia simu rais, ndio naweza kusema vyovyote vile. Lakini watu wenye nafasi kubwa, wenye ukaribu na kiongozi wa nchi hawapaswi kusema kama watu wa kawaida. Kwa hiyo kama ulivyomsikia akiongea huyo mchungaji Hananja, ni kwamba yeye binafsi anaona kwamba Askofu Gwajima alikuwa na makosa katika kufikisha ujumbe, kwa sababu angeweza kufikisha ujumbe kwa njia stahili kwa mtizamo huyo mchungaji Hananja, kwamba kutokana na wadhifa wa Askofu Gwajima ndani ya CCM ingewezekana kufikisha ujumbe kwa njia nyingine, na kudai pia kwamba alichokifanya Askofu Gwajima kimezua mtafaruku na vitu kama hivyo. Sasa haikuchukua muda mrefu kabla, takriban masaa tu kabla ya Askofu Gwajima hajamjibu mchungaji Hananja, lakini kabla ya kumjibu tayari watu mbalimbali walimvamia, mtandaoni huko walimvamia mchungaji Hananja wakimlaumu, wakidai kwamba pengine amelipwa kuchukua uamuzi wa kumkemea Askofu Gwajima. Kwa hiyo bila kukunyima uhondo, ni vema basi msikilize alichosema Askofu Gwajima hapa. Unajua mimi nimezaliwa kule Usukumani. Kule Usukumani tumefundishwa mila moja. Tunapokuwa tunaambiwa kati ya watu ambao ogopa kuwapiga ni wawili, watatu. Kwanza mlevi, mzee na mgonjwa. Kule Usukumani tumefundishwa hivyo kwamba ogopa kupiga watu watatu: mlevi, mzee na mgonjwa. Kwa nini? Kwa sababu wale ngumi moja tu anafariki, alafu unatoka na kesi. Sasa kule tumefundishwa kuogopa zaidi ukimwona ana vyote. Ukiona sasa ni mzee na ni mlevi na ni mgonjwa, tumefundishwa ukimwona mkimbie mbali. Kwa hiyo na mimi nashika mila ya wazee wangu, sitaivuka leo kwa jina la Yesu. Na hilo ndio neno la Bwana. Wewe unanijua sasa hivi kwa miaka mingi, wengine miaka 20. Mimi nikisema kitu Mungu amesema. Na ndio maana hata wengine wanaweza wakasema ikatulia, wengine wakaongea ikatulia, ila mimi nikisema dunia inatikisika. Kwa namna hiyo nimejenga utamaduni wa kutokupiga wale ambao mzee Gwajima ameniambia. Usipige mlevi, usipige wazee, usipige mgonjwa. Sasa ukikuta mtu ana vyote, ndio wa kumogopa karibu kabisa.
Mwisho nawaomba radhi kwa kasoro ya kiufundi iliyojitokeza katika video ya mwisho niliyoipost kabla hii, ambapo nimeambiwa na wasikilizaji mbalimbali kwamba kulikuwa na sauti nilizojumuisha kwenye video hiyo ambazo zilikuwa kubwa zaidi ya sauti yangu. Sauti yangu kuna maeneo ambayo ilikuwa isikiki. Kwa hiyo naomba radhi, na hilo limetokea kwa sababu sikuweza kuisikia video hiyo kabla ya kuipost. Kwa hiyo ninaiposti upya nikiwa nimeunganisha na video hii. Samahani kama video hii itakuwa ndefu. Asanteni kwa hilo. Wakati imetimia wiki kamili sasa tangu serikali ilipochukua uamuzi wa kulifungia Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima, lakini pia baadaye serikali ilituma lundo la maafisa wa jeshi la polisi kwenda katika kanisa hilo, wakakamata idadi kubwa ya watu, wengine walipigwa. Hata hivyo, kinachoeleweka ni kwamba katika tukio hilo la kutuma polisi, lengo lilikuwa ni kumkamata Askofu Josephat Gwajima siku hiyo ya tukio. Sasa licha ya hiyo tukio hilo lililotokea katika Kanisa la Ufufuo na Uzima jijini Dar, taarifa pia zinaeleza kwamba makanisa mengine yaliyo chini ya kanisa hilo pia yamefungiwa. Licha ya kufungiwa, yana ulinzi. Kuna askari wa jeshi la polisi ambao wanafanya ulinzi katika maeneo hayo. Sasa lengo la makala hii ni kueleza jinsi gani Askofu Gwajima alivyomudu kutumia mbinu tunazoweza kuziita za kijasusi kuwa hatua kadhaa mbele ya serikali, kwa sababu dhamira ya serikali katika muda wote huu takriban wiki nzima ilikuwa kumkamata, na taarifa zilizopatikana zinaeleza kwamba licha ya jaribio la kumkamata kwa njia halali, yani kwa maana ya kutuma polisi wamkamate kama walivyokwenda katika kanisa majuzi, kumekuwa pia na jitihada, majaribio kadhaa ya kumteka, lakini yote Askofu Gwajima ameyashinda. Lakini licha ya hayo, kuhusu yeye mwenyewe, kuna mbinu nyingine za kijasusi ambazo amezitumia ambazo zimeendelea kuwa na ufanisi, na kwa uhakika yayumkinika kuhitimisha kwamba mwisho wa haya unaweza kuwa ushindi kamili kwa Askofu Gwajima kuliko hao ambao wana lengo la kumzuia au kumdhibiti kwa namna moja. Sasa tukianza na hili la kwanza, ambapo inafahamika kuwa mara baada ya serikali kutangaza kuwa imelifungia kanisa hilo, kuna kundi kubwa la askari ambao walitumwa kwenye kanisa la Askofu Gwajima hilo la Ufufuo na Uzima jijini Dar. Hata hivyo, wakati askari hao wamefika katika eneo hilo, Askofu Gwajima alirusha clip live kueleza kwamba kuna lundo la askari wamevamia katika kanisa lake na hawajui nini ambacho wanataka kufanya, lakini ilikuwa bayana kwamba walikuwa na lengo la kumkamata. Ile video haikutengenezwa ndani ya kanisa. Askofu Gwajima kwa mbinu mbalimbali alikuwa anafahamu nini kinachoendelea na alikuwa anahabarishwa, lakini hakuwepo ndani ya kanisa, na taarifa zilizopatikana zinaeleza kwamba askari wale walivunja kanisa, wakaingia ndani, wakapekua huku na kule. Kuna hasara kubwa ambayo imepatikana kwa kanisa kwa sababu jeshi la polisi lilipovamia ndani ya kanisa lile walifanya uharibifu mkubwa, kwa sababu lengo lao lilikuwa ni kumkamata Askofu Gwajima pamoja na wasaidizi wake. Hata hivyo, zoezi hilo likashindikana. Baada ya kushindikana kwa zoezi hilo, ikaja hatua ya pili ambapo walianza kumwinda kwa njia halali, kwamba jeshi la polisi linaweza kumtafuta mtu ili limkamate. Pamoja na hayo, kuonyesha kwamba pengine dhamira yao haikuwa nzuri, hakujatolewa tangazo rasmi la jeshi la polisi kusema kwamba linamsaka Askofu Gwajima au linahitaji kumkamata au anatakiwa jisalimishe katika kituo chochote kile cha jeshi la polisi, kwa sababu walitaka kumkamata kama kumshtukiza vile. Kwa hiyo kwa muda wote huu askari mbalimbali wa jeshi la polisi wamekuwa wakifuatilia mienendo na nyendo za askofu huyo, lakini hawajaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwa kifupi tu naweza kusema kwamba wiki moja baada ya sakata hili, Askofu Gwajima ameibuka mshindi dhidi ya hao waliokuwa na lengo la kumkamata. Lakini hili ni moja, kwa sababu taarifa pia zinaeleza kwamba zimefanyika jitihada kadhaa za kumteka, kuvamia sehemu mbalimbali, kwa kufuatilia, kwa upelelezi wanaofanya kuelewa yuko wapi, lakini mpaka muda huu hakuna anayefahamu miongoni mwa hao wanaomwinda Askofu Gwajima yuko wapi. Na jitihada za hao waliotaka kumteka, kwa mujibu wa taarifa, zinaeleza kuwa zimefeli. Kwa hiyo huu ni ushindi wa pili, kwanza dhidi ya kukamatwa kihalali na askari wa jeshi la polisi, kwa maana ya kuwa askari wanamtafuta ili wamkamate, lakini ushindi wa pili ni jinsi alivyoweza kumudu hao wanaowinda kumteka.
pengine ni watu wasiojulikana, na mnajua janga la utekaji ambavyo limetawala nchini Tanzania kwa hivi sasa. Lakini kuna ushindi mwingine ambao tunaweza kusema Askofu Gwajima ameupata nje ya uwanja, na ushindi huu una taswira kuu tatu. Taswira ya kwanza ni kwamba katika kinachoendelea sasa hivi, mgogoro huu wa serikali kwa upande mmoja na Askofu Gwajima upande wa pili, ukiangalia mtizamo, opinions za watu mbalimbali wa Tanzania mbalimbali, yayumkinika kusema zaidi ya 75% ya Watanzania wako upande wa Askofu Gwajima. Kwa nini? Kwa sababu alichokuwa nakisimamia, kilichompelekea matatizo haya ni kitu ambacho kinawasumbua Watanzania wengi, na yumkinika kusema mtu pekee ambaye anaweza kudhani kwamba alichosema Askofu Gwajima si sahihi, basi mtu huyo atakuwa anaungana na hao wanaofanya utekaji, ubakaji na ulawiti. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunafahamu tu kwamba kuna utekaji, watu wasiojulikana wanateka watu, lakini haijulikani nini kinachotokea. Lakini katika siku za hivi karibuni imejulikana mara nyingi wanapoteka watu pia wanawabaka na kuwalawiti. Ushetani mkubwa kabisa. Kwa hiyo hiki alichokuwa anasimamia Askofu Gwajima au anachokisimamia, kwa sababu mpaka sasa hivi msimamo wake haujabadilika, ni kitu ambacho Watanzania wengi pia wanakisimamia. Hawapendi kuishi kwa hofu ya kutojua kesho itakuwaje. Wazazi hawataki kuona kesho wanahangaika kuwatafuta watoto wao. Lakini pia tunasikia simulizi za watu mbalimbali ambao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki kutokana na hao watu wasiojulikana, matukio ambayo ni ya utekaji. Sasa bila hata kuwa na utaalamu wa kuhoji, unaweza ukajiuliza, wakati haya yote yanatokea, kwa nini serikali haikemei janga hili? Kikubwa ambacho tunakisikia kutoka serikali ni kudismiss swala zima. Majuzi hapa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema hakuna tatizo la utekaji, na watu mbalimbali ikiwa ni pamoja na viongozi wa ngazi za juu za serikali, hakuna mmoja ambaye ameongea dhidi ya janga la utekaji. Kwa hiyo ni rahisi kwa ushahidi wa kimazingira kuhisi kwamba labda kama alivyosema Askofu Gwajima kwamba kama hawezi kukemea, basi labda hawa wanaoteka wana baraka. Lakini pili, light ingekuwa hili ni genge la kihalifu, bila shaka taasisi za dola, idara ya usalama wa taifa, jeshi la polisi na hata jeshi la wananchi wangeingia katika operation ya kukabiliana na hawa watu ambao wanatishia usalama wa Tanzania. Sasa kwa kuwa taasisi hizo zimekalia kimya, ni wazi kwamba haya matendo yana baraka za dola. Kwa hiyo ushindi wa nje ya uwanja kwa Askofu Gwajima ni kufanikiwa kupata sapoti ya idadi kubwa ya Watanzania. Idadi kubwa ya Watanzania wanamuunga mkono, idadi kubwa ya Watanzania wanadhani kuwa yeye ndio atakayeibuka mshindi katika hili. Na kwa sababu ushindi wake sio wake peke yake, bali ushindi wake ni wa Watanzania wote wanataka kuishi kwa amani na usalama. Lakini kuna la pili. Askofu Gwajima amefanikiwa kuwaunganisha viongozi wa dini ya Kikristo kwa upande mmoja. Ukiingia kwenye mtandao wa video wa YouTube, hapa YouTube, utakutana na video nyingi kabisa ambazo zinaongelea kuhusu swala la Askofu Gwajima, na hakuna video moja ya viongozi wa dini ya Kikristo ambao wamejitokeza kumkemea Askofu Gwajima. Badala yake wote wamesimama imara kuikemea serikali kwa kitendo chake, kwa upande mmoja kufungia kanisa la Askofu Gwajima, lakini pili kubadilisha mjadala. Badala ya kuzungumzia yale ambayo Askofu Gwajima alikuwa ameyaibua katika press conference yake, matokeo yake yameonekana kama amefanya kitu ambacho ni kinyume cha sheria za Tanzania. Kwa hiyo hili ni ushindi pia kwa Askofu Gwajima, kwa sababu amefanikiwa kupata support ya viongozi wenzie wa dini ya Kikristo. Lakini kuna ushindi mwingine mkubwa zaidi ambao ameupata. Viongozi mbalimbali wa dini ya Kiislamu nao wamejitokeza kumuunga mkono Askofu Gwajima. Ukipita kwenye YouTube, ukiangalia, ukienda TikTok, utakutana na video kadhaa za viongozi wa kidini ya Kiislamu ama shehe mbalimbali, maustadhi mbalimbali ambao wanasema serikali imekosea. Leo nimeona video moja ya Sheikh Khalifa. Huyu alikuwa ni mwanaharakati maarufu sana siku za nyuma, mtetezi wa haki za Kiislamu, na yeye japo hotuba yake haijapewa uzito mkubwa sana, maana tatizo mitandao nayo channels mbalimbali za YouTube zimekuwa zikidhibitiwa na serikali. Kwa hiyo huyu alikuwa anaongea kuilaumu moja kwa moja serikali kwamba imekosea kufungia kanisa la Askofu Gwajima, kwa sababu alichokiongea ni kitu halali na kinawagusa Watanzania, kinawasumbua Watanzania. Kilichopaswa kufanywa na serikali ni kuchukua hatua, kufanyia kazi ushauri mzuri aliyoutoa, badala ya hiki kinachoendelea. Kwa hiyo ushindi mwingine ambao Askofu Gwajima amefanikiwa kuupata ni kufanikiwa kuwavuta hata viongozi wa dini ya Kiislamu
kumuunga mkono. Of course kuna wengine wawili watatu ambao wanafahamika kuwa kwa upande wa dola wamekuwa wakimkemea, wakimkosoa na vitu kama hivyo, lakini yumkinika kusema kwamba hata katika idadi kubwa ya Watanzania wanaomuunga mkono, pia Waislamu wengi wanamuunga mkono Askofu Gwajima, kwa sababu alilosema sio kwa ajili ya Ukristo wake, sio kwa ajili ya uskofu wake au ubunge wake. Amesema kama Mtanzania kuhusu swala ambalo linawasumbua Watanzania wengi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yayumkinika kabisa kutanabaisha kuwa Askofu Gwajima ameshinda katika hiyo vita inayoendelea. Ni mapema mno kubashiri mwisho wa hili swala utakuwaje, lakini kama unafuatilia kwa karibu, na hili sio gumu kulibaini, kama unafuatilia kwa karibu, inaonekana kwamba kwa upande mmoja, na hili halihusiana na matukio sasa, kulikuwa na unabii unaofanyika huko nyuma, siku za nyuma, kuhusiana na Askofu Gwajima. Kumbe jina lake lilikuwa likitajwa siku kadhaa huko nyuma. Sasa endapo kulikuwa na maandalizi, na baadhi ya watu wanasema kwamba amelidakia swala hili ili kukuza profile yake, lakini ukifuatilia hayo mahubiri maono ya wahubiri mbalimbali, jina la Askofu Gwajima linatajwa kwamba labda huenda ndio mtu sahihi na vitu kama hili. Ni swala la wakati mwingine na tutalitafutia muda maalum wa kulijadili, lakini kwa mujibu wa makala hii tunachoweza kuhitimisha ni kwamba Askofu Gwajima hadi sasa ameshinda, na mbinu za kijasusi anazozitumia zimekuwa na ufanisi mkubwa dhidi ya watesi wake. Una maoni gani kuhusu hili? Karibu utoe maoni kwenye comment. Asante, nashukuru.